shule kabla kuja half term mtoto akatoka shule kama amefunjika mguu. Sasa wakati tulifuatilia mambo ya kuenda shule, walimu wakaruka story wakasema mpaka mama aende shule aandike aseme ushahidi wa ukweli ndio waweze kunisaidia. Lakini sasa mimi nikaona hali yenye mtoto alikuwa amefunjika mguu mara pili, nikashindwa nifanye ndio nikakimbiza mtoto hospitali. Jaribu kuambia daktari mguu si mzuri, mguu iko hali mbaya. Alafu daktari akaniambia ni mimi siwezi ambia mama, uelezea daktari wenyewe wanajua kazi wanafanya. Sasa hivi niko na mtoto nyumbani. Mtoto nimepeleka kwa check up, kufika huko kaongeza tu plaster nyingine Lugulu. Kufika kwa nyumba naona usaa na madudu zinaanza kutoka. Sasa nikajaribu mimi mwenyewe nikatoa tu. Alafu sasa nikaanza kuenda tu kwa kliniki tu kwa matibabu, lakini mtoto mkuu saa hii imeoza ndakana wakati. Hali yake sisi hatulali, mtoto analia usiku yote, hata hatulali hata mpaka saa hii bado tu mtoto analia usiku na mchana. Juu uchungu yenye mtoto anasikia, sasa hana amani. Hata mimi baba yake pia mimi sina amani. Akienda kulala mimi ndio nambebanga tu hivi kama mtoto naenda namlalisha. Akitaka kunini kuota joto na nambeba tu hivyo namleta nje. Nwanga tu pana tu shilingi 10 kipeke yake anatumikia kwa wiki moja, sinako pesa. Mtoto akianza kulia, hata mimi mwenyewe naanza kulia, hata kama nimepika chakula na iacha tu hivyo. Juu mtoto akilia, ukimkuzako tu hivi, ukimuosha, ukimkuza hivi na anaanza kulia. Hayo nayo kamite ya